Madhali ya also. Christ brought us, he renewed the covenant with blood. That's why aliyetupwa msalabani and he shed the blood, na akadungwa katika damu zake, and there blood and water came. And with blood and water, a new living God, a new covenant is set. No matter the covenant you have, no matter the covenant you have, if you are offered a heart, Christ has healed that. Dogora memory, Madani also. Dogora memory by the covenant of Christ. Because we saw that covenant are the most abiding things. Ama kitu ambacho kinashika zaidi. But when you believe in Christ, wakati ukokola Christ is Lord, that covenant has broken. Madani also. Unaingia katika agano la Mungu. Unaingia katika agano na Kristo. Madani also. Ukaingia hapo. No matter what, Christ has paid. Na tumeambiwa that victory now because of that covenant. And he set free the prisoner. Kwa hivyo kwa agano za kale, Christ has set us free. Madhali ya hondo. He has taken over. Kwa sababu wetu mtolete that Christ is Lord. That Christ is Lord. And we are free because we are serving the living God. We are serving the true God. Madhali ya hondo. And he said he's saving his people from death, physical death and spiritual death. Madhali ya hondo. Alafu Biblia inasema hata tukifa tutatawala tena na Mungu wetu. Madhali ya hondo. We are going to rise again. Hatutakufa kifo tuingie mbinguni gani. Madhali ya hondo. Christ will rise us again. Na tutakufa kifo cha mwisho ambacho Mungu amemwona milele, bali we are going to celebrate with Christ forever. Madhali ya hondo. That's how Christ has set us free. That's how our God has set us free. He has given us hope. Even to the sinners, He has given them hope. Madhali ya hondo. He has given us hope. Na kitu cha maana nimesema hivi, that he is going to pay double blessing for each trouble. Madhali ya hondo. Anasema that I will pay two blessings to each of your troubles. Madhali ya hondo. Ate deno rekogereye kola trasonoge kola almarabukakireye. Madhali ya hondo. He's going to pay a double blessing. So we are going to have double blessing of whatever God intended to give us. Madhali ya hondo. That is his story. That is his word. The word that I will know that is Savior. Madhali ya hondo. The blessings. Double blessings to be. Madhali ya hondo. Kwa sababu yeye ni mwaminifu. Yeye ni mkamilifu. Yeye ni mwenye haki. Bwana yetu asifiwe. Kwa sababu yeye, na anasema the other version ilikuwa inasema atakupigania ama ataweka uta wako
the arrow, the bow, equal like that of ram horn. Mother ya also. Hebu tusomee Ezekiel 30:14 hapo na hiyo amplified version. Word, because the version varies. Amesema ataweka the bow iwe kama ya ram to rescue his people. That hebu soma, is it 12 au 13 au 14 hapo? Hebu soma 13 nisikie. Maana nimejipindia Yuda, nimeujaza upinde wa Misri, nami nitawaonyesha wana wako Efraimu wapigane na wana wako Yunani, nami nitakufanya wewe kuwa mfalme wa shujaa. Soma kona yangu. Naye Bwana ataonekana juu yao na mshale wake utatoka kama umeme, na Bwana Mungu atapiga tarumbeta, naye atakwenda kwa upepo wa sungusungu za kusini. 14 yangu inasema, and the Lord will sound the ram horns. Mother ya osho. Those when you see kwamba atapuliza the horns ram, inasema ni kumaanisha the victory. Mother ya osho. Because when the rams zilikuwa zinapigwa, ilikuwa inamaanisha ile vita ama victory ama kuimba ama celebration. Mother ya osho. When you hear that, ilikuwa inamaanisha hivi. Na Bwana anasema he is going to rescue his people. Mother ya osho. Now when he sound that trumpet ama the horn, the ram's horn, inasema upepo from the south will destroy their end. Mother ya osho. That's how powerful the horn is. Inasema ni kumaanisha when we celebrate, Mungu atatuma upepo kuangamiza adui zako. Bwana Yesu asifiwe. He is going to destroy the powers, the rulers, those who oppress God's people. Bwana ya wote. Hapo atatuma upepo kuangamiza hawa watu ili to rescue his people, to rescue us. Mother ya wote. That's how God is going to do. Tusome kitabu cha Samueli, Zaburi 89:24. Zaburi 89. Uaminifu wangu na fadhili zangu utakuwa nazo, na kwa jina langu pembe yake itatukuka. Ndani ya osho. Here we see pembe to represent God. Ndani ya osho, ama the kingdom of God. Sababu inasema, hebu tusomee tena 24. Uaminifu wangu na fadhili zangu utakuwa nazo, kwa jina langu pembe yake itatukuka. Bwana wetu asifiwe. Or to represent me ama wewe. Bwana wetu asifiwe.
sababu anasema his mercy, his faithfulness, his mercy and kindness itakuwa pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo his horn will be exalted. Mola ni awacho, atainua pembe yake, atafanya akuwe mkuu katika mataifa, atafanya akuwe mkuu katika nchi. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nakuombea fadhili za Mungu zienende pamoja na yeye. His mercy, his kindness to go with you. Na zaidi ya hayo, pembe yako aitie nguvu. Magana ya mwisho, aitie nguvu ili uwe mkuu ama mkubwa, to be the ruler, to have power in your nation and beyond. Magana ya mwisho, that's how Mungu wetu anatuma tukuu. Atupe nguvu, authority, atupe uweza. Magana ya mwisho, atie pembe zetu nguvu. Mwisho tusome in the book, the same Psalms 92 verse 10. 92 verse 10. Bali mbele yangu umeinuliwa nimepakwa mafuta mabichi. Bwana yetu asifiwe. As you have exalted my horn as that of wild ox. Wala ni amosho. Niliwaambia the horn of buffalo is very strong and very powerful. Wala ni amosho. And there pia huwa zinatumika sana wakati ule for music. Wala ni amosho. For that melody